Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Nataka niseme na wewe kitu kimoja, mtumishi wa Mungu. Wakati ambao tumeufikia sio wakati wa kukaa kizembe kabisa. Ni wakati ambapo unahitajika kukaa na Mungu karibu. Yaani tengeneza mahusiano yako na Mungu. Unajua watu wengine tunaharibikiwa si kwa sababu eti Mungu ameshindwa. Pengine labda yani ni kwa sababu tu hatujiweki karibu na Mungu. Yaani mtu unamaliza wiki mzima hauombi, haufungi, hauombi. Halafu baadaye unataka maisha yanyoke tu. Hapana. Shetani ana wakati mchache na ana muda mchache sana. Kwa hiyo wakati huu mchache anautumia vizuri. Biblia inasema kwamba kitabu kile cha Petro wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 8 anasema kwamba muwe na kiasi na kukesha, kwa maana mshtaki wenu Ibilisi kama simba au ngurumaye akimtafuta mtu aweze kummeza. Kwa hiyo wakati ambapo wewe unaona amani, hapo ndipo pa kuomba. Wakati wengine wanaharibikiwa, wakati wengine wanalia, wanateseka, wewe unakuta uko na amani. Kwa sababu gani? Umekubali kutengeneza mahusiano yako na Mungu muda wowote, kila wakati. Na omba. Nasema na wewe mtumishi wa Mungu, omba. Kuna watu mpaka sasa hivi nazungumza walishakata tamaa. Walishaona kwamba Mungu hajibu, huyu Mungu hajibu kabisa. Hapana, sio kwamba Mungu hajibu, hapana. Majibu yapo. Lakini kuna mtu aliyekupiga roho ya kucheleweshwa. Kuna mtu aliyekupiga roho ya chuma ulete kwenye akili. Ukipata fedha ikai. Kuna mtu aliyekupiga kwenye mahusiano yako. Ndoa yako imepigwa, lazima usimame na uombe, mwambie Mungu. Anasema Yesu Kristo kwamba kitabu kile cha Isaya 43 ule mstari wa 26 anasema kwamba nikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Sasa hayo mambo yako wewe unaelezea wapi? Hayo mambo yako unaelezea kwa staili gani? Kuomba hauombi, kufunga haufungi. Acheni kulia, watumishi wa Mungu. Tuombe, Mungu yupo na anatenda. Na kutakia wakati ulio mzuri. Naitwa Samueli Tangi. Mungu akubariki na kutunze. Shalom.